Sagalai, Sagalai, Mungu Baba nione. Sagalai, Sagalai, navyodhalilika niponye. Sagalai, Sagalai, Mungu Baba nione. Sagalai, Sagalai, navyodhalilika niponye. Maumivu nayaona, si vizuri kuyasema, mengi majaribu naumia, ushuani kwangu balaa, mtaani sio shida, mengi maswahibu, nyingi tabia, moyo macho tazame usoni, penzi moto maisha sioni, kiku lacho kiko maungoni, wase macho wala sioni. James hapa. Mambo. Poa. Naambie. Nilikuwa nasemaje? Mimi hapa nimepata matatizo. Na kuonana na wewe kwa leo itakuwa ni ngumu. Kwanza nilikuwa naomba unisaidie ile hela ambayo nilikuwa nimekutumia. Unasemaje wewe? Nirudishie hata 72,500 tu. Hiyo 2,500 baki nayo. Yaani katika siku zote ambazo nilikuwa nakuonaga wewe una akili, leo ndo nimethibitisha. Ushikona ile ikienda kwa mganga inarudi. Yaani hata kama umepona hujapona matatizo yako yameenda. Yamerudi utajua wewe. Ikienda kwa mganga irudi. Ndio sawa sawa unaniambia mimi nirudishie hela, wewe ungeweza. Kwanza mimi nishafanyia mambo yangu kibao, ishaisha. Hata kama ingekopa nisingekurudishia. Naomba mwezi umepata na matatizo, nakuomba dada yangu. Unaongea nini wewe, mimi nikakuelewa? Hela hairudi. Yaani labda isiwe hela ina mimi. Labda niwe na kopi, lakini kama jina langu mimi liko mwenyewe hela, yani hela hairudi, nishakwambia. Na popote utaponiona wewe mbwa wewe. Yaani hata ukinisikia kwa bahati mbaya, ukinisimamisha, ukiniongelesha na kuitia mwizi, ufe tukusahau. Unaniambiaje vitu vya ajabu wewe mwanaume kweli wewe? Eti nirudishe hela. Wewe zimo. Mambo ya sasampa, yani mimi nirudishe hela. We baba ajabu we. Mkwa heli kwanza ushaniharibia mudi, uko unapoenda sijui nitapata ajali hata sielewi. Pumbavu we. Maumivu nayaona, si vizuri kuyasema, mengi majaribu naumia, ushuani kwangu balaa, mtaani sio shida, mengi maswahibu, nyingi tabia, moyo macho tazame usoni, penzi moto maisha sioni, kiku lacho kiko maungoni, wase macho wala sioni. Mke wangu. No. Yaani maisha kweli, maisha ni kama kamari. Yaani leo hii sisi tuko hapa. Nimeachiwa nyumba, nimeachiwa gari, nimeachiwa vitanda, TV. Wewe uogope maisha kama haya? Tumetoka kwenye hali ngumu. Mume wangu bana, yaani umelizika kabisa maisha eti ya hapa tuliopewa, kwa sababu tumepewa si gari, tumepewa nyumba ina kila kitu ndani. Kwa hiyo umelizika kwa kila kitu kabisa. Tupambane na sisi tupate vya kwetu. Sasa unataka mimi nipambane vipi? Nirudi na ngeu au nifanyeje? Mimi najua hapa rafiki yangu ameniambia nikae mpaka tuchoke sisi. Tumeondokana na yale maisha ya kule vijijini. Tumelalia vitanda vya kamba wewe. Kunguni wa kule wewe ulikuwa unaonaje? Sasa hivi wanakusumbua wewe kunguni hapa. Hivi hata kama anakuambia ukae mpaka utachoka, ni cha mtu tu mume wangu. Pambana na wewe na sisi tupate cha kwetu. Wewe bahati mimi kwanza sikuwahi kufikiria kama ingeweza kutokea. Yaani hapa najisikia kama niko peponi. Yaani mume wangu wewe.
Kwa mradi tumefika hapa tena ndo ujiachie kwa kila kitu. Ukiuliza hapa tuna vitu vizuri ambavyo sio vya kwetu. Tuna gari ambaye sio ya kwetu. Tuna nyumba ambaye sio ya kwetu. Mume wangu pambana. Ndio nakuuliza unataka nipambane vipi wakati ndio nishapambana na hapa ndio nyumba tumeshapewa na rafiki yangu. Mimi yule hawezi kunifukuza. Wewe kikubwa mke wangu tu enjoy tu kama tupopopolo. Watoto utawaweka kwenye wakati gani? Nakwambia wewe jamaa hapa. Watoto wetu watalisi hapa. Haya bwana. Wewe ngoja mimi nikuachenge. Ukaege hivyo hivyo. Kwamba si nini baba leo nataka nipambane ndio nikiwa na ngeu. Watoto chungu mzima. Ujue watoto wako watawachia ulisi gani? Hivi hao watoto watalisi hii nyumba? Hiyo utajua wewe ama watu wewe. Haki ya Mungu. Kwa maisha haya hapana. Yaani umeshaachiwa kila kitu basi umeona wewe kwako umefika. Ujigusi kwa lolote. Ukipata hela ya kula imetosha. Ukiuliza umeachiwa gari, umeachiwa nyumba. Watoto tunaweka kwenye wakati gani? Hatari. Simoni, sasa naona tunachezeana. Hizi kazi nazokupa unanizalau mimi, si ndivyo? Nimekupa kazi alafu huhitaji kunitekelezea jambo langu. Nadhani wewe sasa umeshindwa kazi. Sasa subiri kwanza niongee nimalize. Nadhani wewe umeshindwa kazi. Niachie mimi. Najua vya kuimaliza. Si kwamba nimekupa wewe mimi nashindwa kuifanya kazi. Mimi ndio kwala. Si kwamba nimewapa kazi nyinyi mimi naishindwa, hapana. Naweza kuifanya ila binadamu tunategemeana. Nimekupa riziki na wewe upate. Sasa naona ndio umeshindwa kazi, sawa. Niache naifanya mwenyewe. Au umekula njama na wewe? Umekula njama naye, si ndivyo? Huyo atanitambua. Sagalai, Sagalai, Mungu Baba nione. Sagalai, Sagalai, navyodhalilika niponye. Sagalai, Sagalai, Mungu Baba nione. Zambuta so asili. Mume wangu. Ndio mke wangu. Kumbe uko hapa? Nipo hapa mke wangu na soma gazeti kidogo. Niambie. Nilikuwa naomba hela nikasuke. Suka ndio? Hii ndio tabu ya kuwa na mwanamke mmoja kama ulimi. Yaani wewe kila siku unataka kwenda kusuka. Kila baada ya siku 2-3 unataka kwenda kusuka. Mimi nataka ubadilishe style mke wangu. Mimi nataka nikununulie wigi. Hata ukivaa wigi mbona mke wangu utakuwa unapendeza tu. Mimi mwenyewe nitaridhika na hali hiyo. Lakini swala la kusuka nataka ubadili style. Mume wangu. Mawigi tena? Kwa nini iwe mawigi? Hapana. Mimi kukwambia uende ukasuke. Mimi mitindo ya kusuka nimeshachoshwa nayo mke wangu. Hebu naomba unielewe. Bora nikugaramia nikupe hata 50,000 laki. Ukanunua wigi lako la gharama yoyote ambayo utatoiona wewe. Lakini sio kwenda kusuka. Hayo mawigi ni nywele za watu ambao waliokufa. Leo hii nije nitumie mimi. Nani kakudanganya mke wangu? Uzuri wa jeneza nje, ndani kuna mzoga. Mimi ninachokitaka mke wangu, ubadilishe style. Hata kama ukivaa hilo nini wigi, mbona utapendeza tu mke wangu? Sawa, lakini nina shughuli, nataka nikasuke tu hapo haraka ili niwahi shughuli. Kwanza unaenda kusuka wapi? Naenda kusuka hapo kwa mkaka wa Makoti. Yaani kwenda kusuka kwa huyo mkaka.
ni bora nikununulie wigi tu mke wangu. Uvae wigi, mbona utapendeza tu. Mimi nataka niwahi kwenye shughuli baadaye. Basi sasa ngoja mimi niingie ndani, nikupe kiasi cha pesa uweze kwenda kununua hiyo wigi. Mimi nataka nikuone ukirudi hapa uwe na wigi. Sisi tumeelewana. Au hujui kama uzuri wa jeneza nje ndani kuna mzoga? Sawa mume wangu, nimekubaliana na wewe. Maana ukiamua lako lazima litimie. Haya, ngoja niingie ndani kuangalizia kiasi cha pesa. Natamani nirudi utoto, ila haiwezekani na upitia msoto. Sagalai, sagalai, Mungu Baba nione. Sagalai, sagalai, navyodhalilika niponye. Sagalai, sagalai, Mungu Baba nione. Sagalai, sagalai, navyodhalilika niponye. Maumivu nayaona, si vizuri kuyasema. Niaje basi? Safi, mambo vipi ndugu yangu? Fresh kama kaa. Safi. Samani kwa naomba kuuliza bro. Uliza tu ndugu yangu. Eti Matosa ni wapi? Matosa? Umepotea sana ndugu yangu. Hapa ni Malamba Mawili. Ili uweze kwenda Matosa, unatakiwa utoke hapa kwanza uende stendi hapo inaitwa Makuti. Upande daladala zinazoelekea Mbezi. Ukifika Mbezi ulizia magari ya kwenda Kawe namba 2 au Makumbusho. Mbezi Kawe namba 2 au Mbezi Makumbusho namba 2. Ukishapanda hiyo gari, umwambie konda akushushe njia 4. Atakapo kushusha njia 4, basi utamuona bodaboda aliyekuwa karibu naye, umwambie mimi nakwenda Matosa. Nadhani hapo utakuwa umeshafika. Sina jinsi. Na nauli zake huko sio inaweza kagharimu hata 5,000. 5,000? Mpaka 15,000 bro inaweza ikafika. Na kweli kwa process hizo. Huku umepotea sana ndugu yangu. Umekanyaga kitambala mvinya. Kitambala mvinya? Kitambala mvinya ni mambo ya ushirikina. Kuna kitambala fulani ukikanyaga tu kama unaelekea Manzese basi unaenda Mblati. Sasa ni huku au huku kama unaelekea? Ni huku unapoelekea mimi kwa sababu mimi mwenyewe naelekea stendi. Basi sawa, kwa namba tuongozane hivi. Sagalai, Mungu Baba nione. Sagalai, sagalai, navyodhalilika niponye. Sagalai, sagalai, Mungu Baba nione. Sagalai, sagalai, navyodhalilika niponye. Maumivu nayaona,